watu wengi wamekuwa wakifahamu kwamba kuna aina moja ya shamba la nyuki, nikiwa na maana kwamba aina ya manzuki, kitu ambacho sio kweli. Aina za manzuki zipo kama 4 hivi. Kwa hiyo kwa siku ya leo nitaenda kuongelea aina moja kwenda nyingine za manzuki, nikiwa na maana kwamba shamba la nyuki, eneo ambalo shughuli zima ya ufugaji nyuki na utunzaji wa nyuki hufanyika. Ungana nami katika chaneli hii ya Ibu's Honey Hub. Majina yangu naitwa Fortunatus David Sokoni, mtaalamu wa masuala mazima ya nyuki pamoja na mazao yake. Awali ya yote inabidi ufahamu nini maana ya manzuki au nini maana ya shamba la nyuki. Shamba la nyuki ni eneo maalum ambalo limetengwa kwa ajili ya kuwafuga viumbe hawa ambao ni nyuki, ikiona maana kwamba ya kuwatunza. Lengo la kuwatunza ni nini? Ili tuweze kupata mazao yao ambao watayazalisha, mfano kama asali. Sasa katika aina za manzuki ambazo tutaenda kuziongelea leo, tutaanza na aina mojawapo ambao ni manzuki ya kwenye miti. Nini maana ya manzuki ya kwenye miti? Maana ya manzuki ya kwenye miti ni manzuki ambayo inakuwa ni eneo tayari limeshatengwa kwa ajili ya shughuli ya ufugaji nyuki, lakini mizinga sasa ndio inafungwa juu ya mti. Hii mizinga ya kufunga juu ya mti imekuwa ina faida nyingi sana. Faida yake ya kwanza kabisa ni ule uzalishaji unakuwa ni mzuri na bora zaidi, kwa sababu wasumbufu, maadui za nyuki wanakuwa ni kuna ugumu fulani wa kwenda kuwafikia nyuki katika mzinga wake. Na aina nyingine ya pili ya manzuki ni manzuki ya kwenye nyumba, ikiona maana kwamba mizinga ni eneo maalum. Kumbuka ni eneo maalum ambalo limetengwa kwa ajili ya shughuli ya ufugaji nyuki. Sasa katika ile eneo kunakuwa kuna nyumba ambayo imejengwa, ambayo ndani ya hiyo nyumba kunakuwa kuna mizinga ambayo inakuwa imetundikwa pembeni ya kuta za nyumba yenyewe. Hiyo ni aina ya pili. Faida zake zimekuwa ni ulinzi unakuwa ni mkubwa sana, maana kuna viumbe kuna kiumbe anaitwa nyegele endaga anakula asali ambayo nyuki wanakuwa wameshazalisha. Kwa hiyo kama umeshajenga tayari ni nyumba fulani, kuna mizinga, utakuwa umeshahakikisha kuna mlango, kwa hiyo itamuia vigumu huyu hapa kiumbe kwenda kufanya uvamizi. Na aina nyingine ya tatu ya manzuki ni manzuki ya kwenye jukwaa. Hii inakuwa ni jukwaa ambalo limetengenezwa inakuwa inafikia kifuani, yaani mzinga unakuwa namna ulivyowekwa, basi unakuwa unafika eneo la kifuani. Hii faida yake kubwa imekuwa ni uvunaji ambao ni rahisi, kwamba mfuga nyuki unapoenda kuvuna asali yako, basi unapofika pale mzinga unakuwa uko karibu na kifua chako. Kwa hiyo ni kuishu tu ya kushusha na kufanya uvunaji, au sometime hata operation unaweza ukazifanyia mzinga ukiwa hapo juu. Aina nyingine ya 4 ni manzuki ya kibanda. Hii manzuki ya kibanda inakuwa ni eneo ambalo kunakuwa kumezungushiwa wavu, alafu ndani mizinga inakuwepo. Hiyo faida yake kubwa vile vile imekuwa haina tofauti sana na mizinga ya kwenye jukwaa, kwa sababu nayo katika hilo banda humo ndani mizinga inaweza ikawa iko katika kimo cha kifua. Kwa hiyo nao operation zinaweza zikafanyika bila kushusha mzinga au kaushusha. Hizo ndizo aina kuu 4 za manzuki ambazo hutumika katika swala zima la ufugaji wa nyuki. Usiache kutembelea chuo cha mafunzo ya ufugaji nyuki Tabora, ambacho kihutoa kozi za muda mfupi na muda mrefu kuhusiana na masuala mazima ya nyuki. Majina yangu naitwa Fortunatus David Sokoni, ni mtaalamu wa swala mazima ya nyuki pamoja na mazao yake. Sasa kumbuka kushare, kulike pamoja na kusubscribe video hii ili uweze kuwa wa kwanza kupata elimu juu ya masuala mazima ya nyuki pamoja na ufugaji mzima pamoja na mazao yanayotokana na nyuki.